Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, sante kwa wakati huu, kwa kunipa kibali tena mbele zako, kwa kunitumia kama chombo tu. Niko tayari sasa, kaniongoze, kanipiganie kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote atakayesikia neno hili, Mfalme wa falme akapone, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ujumbe wa leo. Mwambie jirani, ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo. The message of today. Ujumbe unasema, It says, njia anayotumia shetani kuteka watu. the method that is used by devil to capture people. Njia anayotumia shetani kuteka watu. The methods that the devil uses to capture people. Ziko njia nyingi. There are so many ways ambazo anatumia shetani kuwateka watu, that the devil uses. lakini Roho Mtakatifu, but the Holy Spirit, amenipa njia hii, he gave me his method today, ili uweze kupona. so that you can be healed. Na njia anayotumia, the method that he is using, ni kuwadhoofisha watu kwa maneno. Is to weaken people by the word. Ni kuwadhoofisha watu kwa maneno. It's to weaken people by the words. Mwambie jirani yako, njia anayoitumia, Tell your neighbor, the method that the devil uses, ni kuwadhoofisha watu kwa maneno. is to weaken people by the words. Wako watu wengi wamekamatwa, There are so many people are captive, lakini njia ya kukamatwa kwao, but the method, the way that they are used to be captured, shetani ametumia maneno, is the devil that uses akawadhoofisha. so that he can weaken them. Amewadhoofisha. He weakened them. Amewadhoofisha kwa nini? Kwa maneno. Ukinisomea kitabu kile cha Samueli wa kwanza, somea kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17, mstari wa 8 hadi wa 11. Samueli wa kwanza 17 mstari wa kwanza, mstari wa 8 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mnatoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi, kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu. Angalia Goliath anavyowadhoofisha watu. Goliath anawadhoofisha watu kwa maneno. Goliath weakened people by his words. Jeshi la Sauli, the army of Saul, linadhoofishwa kwa maneno. Is weakened by the words. Akatoka, he came out, akawapigia kelele and cried to them. Akasema, kama kweli nyinyi mnajiamini, and he said, if you truly, hebu jichagulieni mtu aje apambane na sisi. Someone who can fight. Mkitushinda tutakuwa watumwa wenu. Tukiwashinda nyinyi mtatutumikia. Hebu niambie, wewe una hivyo, utaanza miguu kugongana. Start shaking. Ndicho adui anachokifanya kwenye maisha yako. The devil's used to do in your life. Anawatisha kwanza kwa maneno. He frighten you first with the words, ili kuchukua point, so that he can take you. Ukishafika ulingoni, when you reach there, unaweza ukapigwa. You can be beaten. Hata na mtoto mdogo anakupiga. Kuna bondia mmoja ni Tanzania hapa anaitwa Mandonga. Nimsikia? Have you heard about Mandonga? Namsikia. Amen. Huyu bwana anatafutaga pointi kwanza nje ya uwanja. He
wants to get point outside the ground. Atakupiga na maneno. He will fight with you by his words. Akikwambia hii ngumi moja ikikupiga hii, Tell you, when this beats you, unapotea. you disappear. Wewe ukisikia hivyo, When you heard about that, unaanza kutetemeka. you start shaking. Kumbe mwenzio kwenye ulimwengu wa roho While himself in the stream of, anaanza kuchukua pointi. he taking the point. Mnapofika uwanjani, When you reach at the ground, maneno tayari yameshakuvunja vunja miguu, already the words have already torment you, anakumaliza. and he finished you. Ndio shetani anapofanya That kazi is yake, how the devil do his work. na shetani afanyi kazi kama yeye. He doesn't do as the way he is. Ana mawakala wake. He has their own agents. Wapo mawakala They are agents. kila sehemu, wapo. Everywhere they're there. Unaweza ukawa umeolewa ukashangaa wifi ameinuka juu, yeye ni vurugu tu, vurugu. Can be marriage and Sasa leo usikie ili ujue kwamba vita yako sio ya mwilini, ni ya rohoni. You have Amen. to know your fight is not from the flesh, Kwa sababu lengo la adui ni kukudhoofisha. because the purpose of the devil is to weaken you. Shetani amemweka huyo mtu kwenye hiyo The devil familia have put that person in that family ili kuwadhoofisha kwa so maneno. that he can weaken you with the words. Hakisha kudhoofisha kwa maneno, After he finished to weaken you anakukamata, and he hauna captured nguvu you, tena. you don't have a strength again. Ulikuwa una mpango wa kwenda China, uendi tena. You have a purpose to go Unakuwa to ni China, wa but kufanyia you biashara cannot. zako hapa. You can do your business here Wakati mwanzo ulikuwa na nguvu. while you have a strength to go. Unasema kabisa kwamba lazima mwakani niende And China, you plan yourself, next year I will go. lazima niende. I must go. Unakuja kusikia mtu mmoja anainuka, And you come to hear somebody anakwambia arise we China utaweza. and tell you, disappoint you, Unao and tell mtaji you, kweli do wewe? you have a capital to Hiyo go there? biashara hiyo, waulize, wako wengi wameenda There are wameshindwa. so many have went there. but Anaanza they defeated. kukudhoofisha. He started to weaken you. Usikubali Don't kudhoofishwa. agree to be Amen. weakened. Hiyo nguvu ulionayo, That power that you have, malaika anamwambia the angel is telling Gideoni, Gideon, nenda nayo hiyo hiyo, you just go the Amen. way you inuka are. nayo hiyo hiyo, Just awake and go like that. utaenda kuwaokoa watu, You will go and save people. utaenda kushinda. You will go and win. Watu wengi wamedhoofishwa So many people kwa maneno. have weakened by Goliati the Goliath anakuja kuanza kuwadhoofisha kwanza, came and started. anawaambia nyinyi mkishindwa mtakuwa watumwa wetu. You, when you fail, you'll be our savior. Unajisikiaje? How do you feel? Tuwaweke uwanjani hapa, We put you at this ground naambia wewe ukishindwa and being told that unakuwa mtumwa when you wangu. fail, you'll be. Unajisikiaje wewe mwenyewe? How do you feel it? Hata kama ulikuwa unasema naweza nikapigana naye, unaanza kunyong'onyea. Even if you say that I will fight with Unaangalia ile neno uliotamkwa kwa mtumwa. you, see, you are checking the word Kwa hiyo that you unasema have been told that you kuliko become a kupambana bora nijifiche, savior, and you decide yourself to hide. kuliko kuendelea na hii kazi, hii biashara, bora nifanye nini? I just Niwe hide napata hela ya kula tu, niwe napata hela ya kula na kulipa kodi tu. Mimi huko siwezi, wamesema kwamba nitakuwa mtumwa there huko. cannot do. Kwa hiyo mtu Because anakaa I'll become a anapata ya servant. kula tu, hataki kuongeza kitu kingine, You don't want to add anything more, kwa sababu njia anayoitumia shetani because the way that the devil is used kuwadhoofisha watu to weaken people kwa maneno with words ili awateke. so that he can capture them. Tunao mashujaa wengi, We have so many brave people. tunao watu kwenye familia We wengi have so many people in our family ambao wamekamatwa whereby they have captured na haya maneno. by these words. Walikuwa wamepanga kusoma kufika mbali, They were arranging to go far, lakini wamedhoofishwa, but they are weakened. hawawezi tena kwenda They mbele, cannot go forward. hawawezi tena kutoka kwenda kutafuta, Cannot go and find something. wako hapo hapo. They are just there. Leo nataka nikwambie,
Today I want to tell you, Bwana ameniagiza God have sent me. yeyote aliyedhoofishwa Anyone who was weak na maneno ya adui, with the words of the enemy, leo ni siku yako kwa jina la Yesu. Leo ni siku yako kwa jina la Yesu. today is your day. Leo ni siku yako. Today is your day. Endelea kusoma tuone. Mstari wa 10 anasema, Ndio. yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli. Na yatukana leo majeshi ya I Israeli. defy the army of Israel. Nipeni mtu tu. Wewe ngoja nikwambie, ukiona mtu ameinuka kwenye maisha yako You anakutukana, see somebody arise in your family, na wewe usiinuke ukaanza kutukana, you don't reply it, kwa sababu maandiko yanasema vita vyetu because the words si vya damu na our fight is not in anasema flesh. ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Amen. Ukishatambua hilo, uwezi ukaanza mwilini. Muache atukane, we ingia rohoni kwanza. Just leave Amen. it fight and you enter in the realm of spirit. Vita ni rahisi sana ukiingia rohoni, Easy when you enter in the realm of spirit, lakini vita ni ngumu sana ukiweka mwilini. but the fight is very hard when you put it in flesh. Akasema And he akayatukana. He defy. Kwa nini Biblia inaandika kutukana? Ni Why the Bible kuwadhoofisha. talks about defy is to weaken. Wako watu hapa wametukanwa, There are wamedhoofishwa, some people who are here, hawaombi tena, but they cannot even pray again. wamekutukana juu ya wokovu wako, They have defied you of your salvation. wamekutukana namna jinsi unavyojitoa They kumtafuta Mungu. defy you about how you give yourself to look. Ukasema sasa hivi basi And you hata say, nitakuwa siendi kwenye maombi, I will not be Nitakuwa going naenda again to siku the moja. prayers. I will go only one day, kwa sababu umedhoofishwa na maneno. because you are quickened by the words. Bwana anawataka watu ambao wamesimama, maneno yatawashinda. And the words cannot defeat you. Na leo Mungu anawatengeneza watu hapa, And today God is going, watu watakaosimama hawaangalii maneno kuwadhoofisha, those who are going to stand, they cannot hear about the words, kwa sababu maneno ndiyo silaha anayoitumia shetani, because the words are the weapons that are used by the na devil. amewadhoofisha mashujaa They wengi. have weakened so many brave people. Sasa wewe usipoangalia, So if you are not carefully, atakudhoofisha na he wewe will weaken you. upo. Are you there? Wengi mmetukanwa, si ndio? So many people have defied. Ukiona mtu anakutukana, When you see somebody usimwangalie yeye, abuse you, Amen. don't angalia kilichoko nyuma yake ni nini. just check what is behind. Mwambie hautanidhoofisha mimi wewe, To him, you won't hautanidhoofisha. Amen. weaken me. Goliati baada ya kuanza kwenda kushambuliana na watu, kwanza akaanza kuwatukana ili kuchukua Before Goliath point. started to fight with people, he decided to defy them so that Tunao watu wamekuinukia, si ndio? there are some people who Amen. are Usiwaangalie wao, against you. angalia kilichoko nyuma yao. You just see what is behind them. Wameshatekwa muda They mrefu, have captured so many, wakishatekwa na wao wanatumika kama mawakala and wa shetani, kuanza kudhoofisha watu kwenye biashara, So that kuanza they can kudhoofisha watu kwenye kanisa. weaken people in different areas. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Hawa watu wanakukuta wewe uko ndani ya kanisa ni muda They mrefu, found you inside the church a long time. wanaona na wewe umeshadhoofishwa. You have already weakened. Akija mtu anasema And hivi, somebody came to na sisi you, tulikuwa tuna moto kama wa kwako, and even us, we were having wewe fire ujui just mambo like ya you. hapa. You don't know the things. Yule mtu kishamwambia hivyo, unaanza kumpunguza ile kasi, When you tell somebody like that, you reduce him. anadhoofika ndani, He become weakened. wakati alikuja na nguvu ya He kustawi, came with akakutana power na of maneno, prosperity, yale maneno and he found yakamdhoofisha. some words from Ukamwona you. anaanza kukaa nyuma nyuma, And she Anaanza or he kurudi. will start go behind. huyu mtu aliyerudi nyuma This person, hakija na mtu mwingine tena, naye anakutana na maneno hayo. he found the same words. Kwa hiyo
Shetani anaitumia hii mbinu kanisa lisiwe na moto. Is using this method so tusiwe na watu ambao wataweza kumtafuta Mungu kwa viwango. So to make no one to find God or seeking God. Mtu ameshadhoofishwa kwa maneno naye anakaa. Kwa hiyo tunao watu wengi kwenye makanisa. We have so many people in church. Shetani ni mawakala. They are agents. Na wewe ujijui kama ni wakala leo hii baada ya kufundisha. If you are the agent. Ujue kama ni wakala ili utoke huko. No, if you are agent you have to move away from. Baada ya kuja mtu ukamtia moyo. Instead of somebody to come and ukamuinua and uplift, ukamwambia songa mbele and encourage, unaanza kumpa maneno ya kumvunja. You are starting to give him or her the wicked and weakening. Wewe naye ni wakala. Ama you upo kwenye ufalme wa giza. Or you are inside the devil kingdom. Shetani amekupanda kanisani. The devil have planted you. Umepandwa kanisani. You have planted in the sio kujenga, ni kubomoa. Not to build but to. Kwa sababu shetani anayoitumia njia ni kuwaweka mawakala wake. Is to put their agent. Anaweza akaweka mtu huyu. He can put even one ndani ya kanisa, inside the church, na anakuja na moto. He came with a fire. Lengo ni kupata nafasi. The purpose is to get the chance, ili akianza kudhoofisha watu wamwamini. When he started to weaken people, kwa hiyo akimdhoofisha huyu, when he start to weaken huyu naye atamdhoofisha yule, yule naye atamdhoofisha yule, yule naye atamdhoofisha yule, yule naye atamdhoofisha yule wa mwisho. Ukituma watoto wadogo wanakuja wanakukatakata, kwa sababu tayari ulishafadhaika na umeogopa. Silaha umeshaiona ni nzito tayari. Ndio kitu ambacho adui anafanya kwenye maisha ya watu, anawadhoofisha. Anawadhoofisha kwa maneno, to weaken by the words. Mstari Luka 22 wanasemaje hapo? Mstari wa 22, nenda kasome 22 kabisa huko. Anasemaje? 22 anasema, basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo. Ndio. Akakimbilia jeshi. Akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti. Ndio. Akasema maneno yake yale, akasema maneno yake yale. Amen. Anasema akasema maneno yake yale, and spoke the same words. Ina maana alikuwa akiyarudia. It means he was keeping repeating the words. Hapa ndio shetani amewashika watu wengi. Is where by the devil have captured so many people. Kwa kurudia by repeating the words. Hautazaa. Unasikia kabisa mtu alikwambiaga hautazaa, si ndio? Unaona, unasikia you heard hautazaa. Ukikuja kona hii unasikia hautazaa. Ukirudi huko hautazaa. You keeping hautazaa. Hear the same words. It's keeping repeating. Akaogopa sana. Ina maana alirusha michale. Alianza kuchukua pointi za ushindi rohoni kwa kupitia maneno. By using his kwa kupitia maneno. Watu wengi mmekimbia hizo biashara, mmekimbia hiyo kazi, mmekimbia hiyo ndoa, mmekimbia watoto, mmekimbia vitu mmeacha. Kwa sababu ya maneno ya kujirudia. Because of repeating it. Kila asubuhi yamkini alikuwa anatoka anasema, nyinyi lazima niwatafune. Nyinyi lazima niwatafune. Ikifika jioni, nyinyi lazima niwatafune. Asubuhi lazima niwatafune. Bites you. Wakaogopa. They are afraid. Maneno yana nguvu. The words have power. Walivyosikia, when they heard, wakakimbia. They flee away. Wangapi ambao umesikia? How many have heard juu ya Kariakoo? About Kariakoo. Juu ya Posta? About Posta. Kwenda kufanya biashara? To go and do the business. Watu wakasema mtaweza nyinyi? And people telling
you that can you be able to do. Namsikia Goliathi alivyosema juu ya eneo. About Goliath. Ukakimbia. And you run away. Wangapi wamekimbia? How many have run away? Na tunao watu ambao wanainuka kwenye maisha yako, wanakuwa wanakuambia maneno yale yale ya kushindwa. Your family and continue to telling you the words of defeating. Wanasema maneno yale yale ya kufanya nini? Ya kushindwa. Na wewe naye umeshatekwa na yale maneno. And you have captured by those words. Unakuwa mtumwa. And you become a servant. Ukakimbia. And they flee. Nini kikafata? What followed? 25. Watu wa Israeli wakasema, ndio, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Ndio. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme amtajirisha kwa utajiri mwingi. Sasa angalia, baada ya kudhoofishwa, mfalme naye akatuma watu. Even the king sent his people. Akasema hii mioyo imeshakufa. And say these hearts have already died. Wameshakula maneno yamewadhoofisha. Eating the words that have weakened them. Akasema atakayemuua huyu mtu. And he said the one who is going to kill this person. Basi atatajirishwa utajiri mwingi. He will be given a great riches. Hajaishia hapo. He didn't end there. Akasema pia atampa na mtoto wake amuoe. He said also I'll give you. Lengo ni kuinua tena mioyo ya hawa watu. The purpose is to arise the hearts of those iliyokuwa imetekwa, those who were captured, iliyokuwa imekamatwa, those who were captured. Lakini hii mioyo huwezi kuinua kwa ahadi hizo. This heart you cannot arise them. Mioyo hii unainua kwa ahadi ya Mungu. You arise them by the promise. Kwa sababu anasema neno lake lina nguvu. Because he says his word. Tena lina uhai. Amen. He is alive. Tena lina ukali. And amen. Kuliko upanga. Like sword. Tena linaweza likagawanya nafsi na roho. The soul. Ili ndio linaweza likaingia ndani ya mtu alafu mtu akasimama tena. Na leo kuna watu wanaenda kusimama tena kwa neno lake. Kuna watu wanaenda kusimama tena kwa neno lake. Kuna watu wanainuka tena kwa neno lake. Leo unasimama tena, Bwana wa Mungu. Lazima usimame tena. Amen. Wakasema nitamtajirisha. Lakini hakuwepo hata mmoja aliyesema kwamba mimi naenda nitajirisha. There was no one who said that I will go. Wote walijificha. All of them were hiding. Wote walijificha. Akaja Daudi. And he came. Akasema, nimesikia mfalme anasemaje? I've heard about the king. What does he say? Anasemaje? Nafikiri hata walikuwa wanaogopa hata kusema. Even others were afraid even to speak. Mfalme anasemaje? What does the king says? Leo hii tuna watu tumehamia vita mwilini. Tunaipeleka huku mwilini. Tumeshindwa. Lakini angalia mwanaume alichoenda. Akasema ni nani anayeyatukana majeshi ya Bwana? Who is that defy the army of God? Kuna namna mtu akigusa vitu vyako amegusa vitu vya Bwana. Kuna namna mtu akigusa ndoa, watoto amemgusa Bwana. Kwa sababu umeshamkabidhi. Because you have already give it to him. Lakini wananiulia ofisi yangu, wataimaliza. My office. Hawawezi kushindwa, watafanya nini? Wataimaliza. Lakini ni nani anayechezea ofisi ya Bwana? Who is playing with the office of God? Ni nani anayechezea ofisi ya Bwana? Who is playing with the office? Ni nani anayechezea gari la Bwana? Who is playing with the... Nani ataenda kuweka mitego yake pale aweke ajali? Who can go and put the... Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Amen. Wewe unavokaa unasema hiki cha kwangu. Hiki ni cha kwangu. Anajisikiaje? How does he feel? Mama, huko kwenye ndoa pale unamsikia baba anasema hili gari la kwangu, hii nyumba ya kwangu, unajisikiaje? Si unajisikia vibaya? Amen. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Kuanzia leo hii mwambie Bwana, tupendeze sote.
Mwambie Bwana, hii nyumba tunajenga ni ya kwetu, ni mimi na wewe. Amen. Hili gari ni la kwako Bwana. Amen. Hizo ajali zitatokea wapi? Barabarani. Hapa. Lakini watu wamekalia hii la kwangu. Sasa Bwana akiangalia yeye anasema mimi nakaa ndani yako na wewe ukae ndani. Aise, kuna kesi nyingine, hebu mwachie yeye amalizane nazo. There are some other cases, just leave it to. Daudi ametoka polini, anasema ni nani anayetukana majeshi ya Bwana? And ask who is defy the army. Watu wakaanza kuogopa. They start to be afraid. Lakini mwanaume alitoka huko akasema kwamba hii vita si ya mwilini. Ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Kuanzia leo nataka nikuambie, unaenenda katika mwili. Ni kweli tunakula, ni kweli tunatembea, lakini vita yako wewe si katika mwili. Vita yako wewe ni rohoni. Kuna watu watasimama kuharibu, lakini wewe ukisimama usiku wataharibika. Wataharibika wao kwa jina la Yesu. Na watu wakamjibu hivyo hivyo, wakasema ndivyo atakavyofanywa mtu yule atakayemuua. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu. Na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Sasa hasira inatoka wapi? Kwa sababu hakuwepo mtu wa kumzuia Daudi. Hakuwepo mtu wa kumpa maneno ya kumdhoofisha Daudi asiende kupigana. Akakutana na ndugu yake. And found his brethren. Hii ndio tunasema ndani ya makanisa wamejaa watu wa namna hii. In churches there are so many people. Mtu ameinuka na moto. Somebody have arisen with the fire. Anakutana na wakina Eliabu. Found their Eliabu. Wakina Eliabu anamdhoofisha. Eliabu started to undermine them. Eliabu anamdhoofisha, anarudisha nyuma. Eliabu is taking him back. Anamwambia wewe nakujua. Wale kondoo wachache kule umemwachia nani? Ni maneno ya kudhoofisha watu wasifanye vitu. Hata ni wewe kwenye biashara yako, kuna watu wameinuka wanakudhoofisha kwamba huu mtaji wako bado ni mdogo sana, huwezi kwenda kufanya sehemu fulani. Sema hapana. Say no. Sio habari ya mtaji, ni habari ya imani. It's not the issue of capital. Wanasema kwamba wewe kondoo wako wale wachache kule umemwachia nani kule polini? Mama, umesikia maneno hayo? Have you heard about? Si anakuvunja nguvu. Yaani ndio umefika pale na biashara yako ndogo, alafu umeenda unasema kuna watu wanataka kufungua mabiashara makubwa. Na wewe upo katikati yao pale. Alafu unasikia mtu anasema, nyinyi wa biashara ndogo ndogo nyinyi mrudi nyuma. Mnajisikiaje? How do you feel? Unajisikia vibaya. Amen. Lakini mtu ambaye ndani yako tayari Bwana ameachilia neno lake, na unajua biashara yako umemkabidhi yeye, kazi yako umempa yeye, nataka nikwambie utacheka tu, utatikisa kichwa, utasema ni swala la muda, ni swala la muda, utaniona nimekaa mbele yako zaidi. Haleluya. Amen. Leo maneno yasikudhoofishe tena. Don't let the words to undermine. Wako wakina Eliabu kwenye familia wamejaa. Some Eliabus in. Wako kwenye makanisa. They are also in. Wako kwenye mitaa. They are also in streets. Watu wa kukatisha tamaa. Those who are using to. Wa kutumia maneno. To give up. Wale kondoo wachache umemwachia nani kule? Ina maana hakuwepo mtu mwingine wa kumdhoofisha. There was no one Daudi who he can. Akainuka ndugu yake. Amen. His brethren. Ili kumfanya asikue, asistawi kwenye hiyo vita. In order to make him not to prosper in that war. Na ndivyo hata wewe wamekuzuia usikue. Is the way they are doing. Leo iko nguvu ya kukuinua. Leo ipo nguvu ya kustawi. Amen. Lazima ustawi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa ajili ya asizimie moyo mtu yeyote. Maneno mabaya, maneno ya kudhoofisha yanafanya moyo unazimia. They are making other people's hearts. Amekuja mwanaume ambaye anamjua bwana wake, who knows his man, akamwambia asizimie moyo mtu yeyote. Have been told that not to let the heart fail. Kumbe vita ulionayo
It means the fight that you have. Ukikabidhi kwa Bwana ni ndogo. When you just give it to God. Unaona kwenye familia kuna utajiri watu hawajaufikia. In your family there are some rich. Kuna nafasi watu hawajazifikia. Wala usiogope. Amen. Nataka nikwambie usiogope. Amen. Daudi aliyekuwa porini anamfuata mfalme, anamwambia wala mfalme usizimie moyo. Usizimie moyo. Kwa sababu anaelewa anayempigania vita yake ni nani. Na wewe leo ukielewa anayekupigania vita, huwezi kuogopa. Huwezi kurudi nyuma. Huwezi kufanya hicho kitu kaacha kwa sababu nimeogopa. Kwa sababu unamjua anayekupigania. Naye anasema vita si juu yako, vita ni juu ya Bwana. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Majeshi yanaogopa. Lakini angalia mtu mmoja anayemjua Bwana wake. Anasema mimi nitaenda kupigana naye. I will go and fight with him. Mtu anayeelewa vita inaanzia rohoni wala mwilini. The fight is starting. Na wewe ukielewa vita inaanzia rohoni na sio mwilini, understand the fight is start from the realm of spirit, utapata ushindi kwa jina. You will get a victory. 33. Ndio. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye. Umeona? Anamdhoofisha. Anasema huwezi wewe kumwendea. You cannot be able to go against na kupigana naye and fight with him. Hivi ni nani amekwambia uwezi? Who is telling you that you cannot? Nani amekwambia uwezi? Who is telling you that you cannot? Leo atakuona unaweza kwa jina la Today Yesu. they will see you are able. Leo atauona ule uwezo uliomwambia anaweza. Amen. Maana wewe ukijana tu. Maana wewe ukijana. You are just a youth. Anaanza kumdhoofisha na yeye. He started to undermine. Kuanzia leo asiwepo mtu wa kusimama kukudhoofisha na ukakubali kwa jina la Yesu. Anyone undermine you in Jesus name. Iwe kwenye kazi. Even if in iwe kwenye biashara. Even if in your iwe ni mahali popote. If wanasimama watu wanasema wewe ni bwana mdogo wewe. Those who are standing and tell you wewe sio mzoefu, huwezi. You are not experienced. Waambie walikuwepo wakina Daudi. Walikuwepo wakina Yusufu. Waliotoka gerezani wakaenda kusimama kuwa wakuu. Ukiona umebeba habari mbaya, wewe ni wakala wa giza. Yesu anamwambia yule Mgerasi, anasema nenda ukawaambie yale yaliyokutendekea. Nenda ukawaeleze habari za mambo yako. Just go and tell them. Wewe unapita tu nawaambia Bwana, jamani, nilikuwa makaburini. Nilikuwa ni mtu ambaye nimechoka. Nilikuwa ni mtu ambaye nimekataliwa. Nilikuwa ni mtu ambaye nimetengwa. Nilikuwa ni mtu ambaye siwezi hata kuvaa mavazi kabisa nikapendeza nikaonekana. Lakini siku moja amevuka mwanaume akaja mpaka ng'ambo ya Wagerasi. Akanikuta kule niliyokuwa nimefungwa, niliyokuwa nimeteseka, niliyokuwa nimezalauliwa, niliyokuwa nimeachwa. Akaniambia kuanzia leo umefunguliwa, umekombolewa, nikawekwa huru. Amen. Si nimehubiri? Amen. Si nimehubiri nimeenda? Ndio. Si nimemtangaza Kristo? Amen. Nina habari nzuri. Sina habari mbaya. Mimi sio wakala wa giza. Mimi ni wakala wa Kristo. Ile nuru iliyoangaza ulimwenguni, ile nuru iliyokuja hapa duniani, ya kwamba sasa hivi hatutajikwaa tena. Hiyo ndio tunayoitangaza ya Kristo. Usipeleke mahabari mabaya, utakuwa wakala. Don't take the bad news. You'll become an agent of devil. Usiue watu kanisani kwa maneno mabaya. Wewe ni wakala. The bad word. You'll become an agent of. Iwe kwenye kampuni, iwe kwenye ofisi, kwenye kazi. Even in the company or in the office.
au kwenye ndoa ya watu, or in other people's mouth, unaposubutu kuanza kupeleka maneno mabaya, telling bad words, wewe naye ni mchawi tu. you will be a witch. Wewe tu, na wewe naye ni wakala wa giza. You will become a... Kwa nini usibebe habari njema? Why don't you carry... Kwa nini unapoenda kuwatembelea wale watu usiondoke na habari njema? You just go. Kwa nini ukienda kwenye biashara za watu usiende na habari njema? Kwa nini ukienda kwenye ofisi za watu usiende na habari njema? Nenda na habari njema. Just go with the good news. Maana anasema ni mizuri kama nini miguu ya mtu apelekaye habari njema. Ni mizuri kama nini. How beautiful is the kuna mahali utakuwa unakanyaga wewe, watu wanafurahia, watu wanakufurahia, that you are stepping to and people are rejoicing. Maisha yatakuwa yanakufurahia. Lakini wewe umekuwa ni mtu wa kupeleka habari mbaya. Shetani anawatumia kama mawakala news to others, and you are used as the agent. Hata unayenifuatilia, even someone who is following, wako watu wanatumika, there are some people who are kupeleka habari mbaya, to take bad news. Yani kama una tunguli, if you don't have, kama una vibuyu, wala haipotezi kukuita wewe ni mshirikina, wewe ni wakala wa giza, kwa sababu watu wengi wanatumiwa kulidhoofisha kanisa, kudhoofisha familia za watu, kudhoofisha the other people's family kwa maneno. With words. Mungu hana maneno. God doesn't have Mungu ana neno. Mungu hana maneno. Mungu ana neno. He has word. Mungu hana maneno. He doesn't have word. Mungu ana neno. Leo kuna watu wamekudharau. Usiangalie maneno yao. Amen. Angalia umembeba nani na hiyo vita unapigana kwa ajili ya nani. Amen. Kwamba ni nani anaenda kupigana vita yako? Ni nani anaenda kupigania kwenye biashara? Ni nani anaenda kushindia kwenye hiyo kazi? Amen. Huyo aliyetangulia. Sauli anamwambia na Bwana akutangulie. Amen. Akamdharau Goliati. Wako watu wamekudharau. Leo hii wataanguka kama Goliati kwa jina la Yesu. Amen. Wataanguka kama Goliati kwa jina la Yesu. Walikuona wewe uko chini, wao wako juu, lakini wataporomoka kwa jina la Yesu Kristo. See, vita inaanzia wapi? Rohoni. The fight start from the realm of spirit, not in flesh. Ukijua hilo hawatasikia ukipiga piga kelele. They won't hear you. Hawata kusikia umemshikilia mtu fulani, umemkamata mtu fulani, kwa sababu anasema vita si juu yako. Vita ni juu ya nani? Ya Bwana. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu. Nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Yote ni kumdhoofisha Daudi. All this is to undermine David. Anasema njoo huku kwangu. Say, come this way. Nyama yako nitawapa your flesh, ndege wa angani. Nataka nikwambie usiogope maneno yao kwa jina la Yesu. Don't be afraid with their words. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia. Ndipo Daudi akamwambia yule nani? Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Sijui huko unakoenda kwenye biashara unaenda kwa jina gani? Don't know which name are you using in your... Sijui unaenda kwa jina gani? I don't know which name are you going with. Mwanaume anaidhihirisha vita yake kwamba hii vita si juu yangu. Wewe unakuja na mkuki, unakuja na fumo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Wewe biashara yako umeiweka kwa nani? Kazi yako umeiweka kwa nani? Where did you put your ofisi yako umeiweka kwa nani? Where is your... ndoa yako umeiweka kwa nani? Where did you put your marriage to?
Hebu muulize jirani yako, umeweka kwa nani Your neighbor. vitu Where vyako? did you put your things to? Anasemaje? Anasema Mungu wa majeshi Mungu wa ya majeshi. Israeli uliowatukana siku hii ya leo, Bwana atakuua mkononi mwangu. Bwana atakuua mkononi mwangu. On my hands. Utukufu ni kwa Bwana, Amen. ambaye atakuua kwenye mikono yangu. Utukufu ni wa kwake, ambaye atakuinua kwenye hiyo biashara kupitia mikono yako. Utukufu ni wa Bwana. Through your words. The glory is to God. Nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi. Ni rahisi sana vita yako ukimkabidhi Bwana. Amen. Haijalishi utakuwa na jiwe moja It doesn't matter au matano au mawili, ukilenga ukosei. Kwenye biashara ukosei, kwenye ndoa ukosei, kwa watoto ukosei, kwa sababu umemkabidhi Bwana. Because you have given it to the Lord. Akasema leo nitakuondolea kichwa. Kuna namna watakuona unatamka vitu na vinatokea, sababu ni Bwana ametangulia mbele yako. Watasema kwamba alisema atamkata kichwa na amemkata kichwa kweli, kwamba ni Bwana anakufunulia itakapokuwa kwa jina la Yesu. Leo Bwana akufunulie juu ya biashara yako itakapokuwa, akufunulie juu ya ndoa yako, akufunulie juu ya watoto, afunue juu ya huduma yako. Amen. Haleluya. Amen. Leo ni maombi yangu Bwana akufunulie itakapokuwa. Amen. Daudi anasema nami nitakukata kichwa chako. Bwana amemfunulia. Alimkata kichwa, kumkata kichwa, alimkata kichwa. Na leo Bwana akufunulie kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe Mungu akufunulie kwa jina la Yesu. Wewe Mungu akufunulie kwa jina la Yesu. Akufunulie itakapokuwa. Na mimi nataka nikwambie, Bwana haokoi kama watu wanavyozani vile. Amen. Bwana anajua yeye kwa namna yake anapookoa. Amen. Watu walijua kabisa upanga huu utamuua Daudi. Lakini Bwana haokoi. Kwa nini? Kwa upanga, kama wanavyodhani watu. Just like the way they are thinking. Vita si juu yako. Amen. Vita ni juu ya Bwana. Amen. Kwa hiyo Bwana anajua ataokoa. Kwa nini? Amen. Kwa nini watu wasijue kwamba yuko Mungu kwenye maisha yako? Why don't people know that? Kwa nini watu wasijue ya kuwa yuko Mungu kwenye familia yako? There is a God in your family. Anatafuta mtu ambaye ataweza kusimama, asimkane mpaka mwisho, atakayemkiri yeye tu, atakayeamini kwamba hapa navuka. Ni kweli hali ni mbaya, lakini nitavuka. Atazami kama wengine wanavyotazama. Kwa sababu tunaona wakina Caleb na Yoshua hawakutazama kama wengine walivyotazama. Hawakusema kama wengine walivyosema. Maneno hudhoofisha, lakini wanakuja kwa maneno yao ya kudhoofisha. Wanakukuta wewe utatazama tofauti na wao, unasema tofauti na wao. Kuanzia leo utazame tofauti na wao, useme tofauti na wao, kwa maana Bwana ndio anayepigania vita yako. Wewe upigani mwenyewe. Amen. Mwambie jirani, wewe hiyo vita hiyo umeichelewesha wewe. Hebu mkabidhi Bwana. Usiangalie ukubwa kwamba kuna watu wameshindwa. Unaona majeshi yameshindwa, wewe utaweza peke yako? Hawajajua walioko upande wako ni wengi kuliko walioko upande wao. Mungu akamfungua macho Gehazi, akaona katika vilima kuna mafarasi yamejaa hapo. Akalilakti. Ndivyo ilivyo kwako wewe. Amen. Wataweka majini yao. Amen. Wataweka waganga wao. Amen. Wataweka vitu vyao. Lakini Bwana akiwafumbua macho, wakiona majeshi yaliyoko upande wako, watatimua mbio wao.